Kitu kinachoendelea kule Avic Town, jambo ambalo linaendelea kule uwanja wa mazoezi wa klabu ya Yanga ni jambo baya sana. Hawa wachezaji wawili Djigui Diarra pamoja na Bakari Nondo Mwamnyeto, sijajua wamepatwa na kitu gani, kwa sababu kama ambavyo tunafahamu Bakari Nondo Mwamnyeto aliweza kuwa vibaya kisaikolojia na akaomba likizo apumzike kidogo. Sasa leo hii Bakari Nondo Mwamnyeto ameamua kurejea mazoezini kwa mara nyingine tena ili aendelee kujiweka sawa kwa michezo ambayo inafuata. Sasa mara baada ya kufika mazoezini aliweza kukutana na Djigui Diarra. Sasa Djigui Diarra mara baada tu ya kumuona Mwamnyeto, basi aliweza kuanzisha ugomvi ambao uliishia kwa hao kuweza kurushiana ngumi. Na unaambiwa moja kati ya hawa wachezaji wawili, Bakari Nondo ama Djigui Diarra, mmoja ameweza kupata majeraha baada ya kupigwa ngumi na mwenzio. Sasa hawa viongozi wa Yanga na mashabiki wasipolikemea hili swala, mimi niwahakikishia kwamba Yanga hataweza kuchukua kikombe chochote, aidha kikombe cha ligi au kikombe cha CRDB Federation Cup, kwa sababu migomo ngumi kama hizi zinaharibu utulivu kwenye kambi. Na kambi, ili mwalimu aweze inject tactics zake vizuri, ili mwalimu aweze kuelekeza watu mbinu zake vizuri, basi kunahitajika pawe na utulivu wa akili pamoja na mwili. Sasa hawa jamaa ambao wanagombana mara leo hii Djigui Diarra kamlamba ngumi Mwamnyeto, mwana Mwamnyeto amefanya vile, of course hii inapunguza ule utulivu. Na kama ambavyo tunafahamu, mpira unachezwa kuanzia kichwani ndipo unafuatia mwilini. Sasa wachezaji wawili ikiwezekana waweze kupewa likizo, ikiwezekana wasimamishwe, kwa sababu wameonyesha utovu wa nidhamu mkubwa sana, na naamini kocha Mwalimu anaweza kufanya kitu ambacho kinaweza kuwasaidia hawa wachezaji wawili. Lakini pia kitu kingine mimi niweza kusema kwamba Diarra inaonekana sasa yeye ameshakuwa mkubwa kuliko timu. Yaani anachokifanya Diarra kana kwamba yeye ni mwenyekiti wa klabu ya Yanga, ili hali yeye ni mchezaji tu. Amekuja pale kwenye klabu ya Yanga, amekuta Yanga ikiwa kubwa, na nina uhakika 800% ya kwamba Diarra ataondoka Yanga na ataacha Yanga ikiwa kubwa vile vile. Siku zote nimekuwa nikisema hakuna mchezaji mkubwa kuliko timu, na viongozi wa Yanga wanatakiwa kuamua maamuzi ya busara, na moja kati ya maamuzi ambao wanatakiwa kuyafanya kwa sasa ni kuhakikisha huyu jamaa Diarra wamemuondosha kwenye timu, kwa sababu yale mambo ambayo anayafanya sio mazuri. Na kwa taarifa ambazo tumeweza kuzipata kutoka kwenye chanzo chetu ni kwamba ugomvi huu ulianzishwa na Diarra yeye mwenyewe. Yaani jamaa ni kama alikuwa anamsubiria Mwamnyeto aweze kufika kambini. Alivyomuona tu Mwamnyeto, basi akaanza kufanya mambo yake, akaanza kumchokoza. Mwisho wa siku ugomvi mzito ukazuka, wachezaji wengine wakaja wakaamlia pale, kocha kaongea mawili matatu, lakini bado Diarra inaonekana kana kwamba aliweza kukelwa sana na kitendo cha beki Nondo Mwamnyeto kuweza kujifunga kwenye mechi ya Dodoma. Lakini ukija kwenye masuala mazima ya futiboli, ukifuatilia kwenye futiboli, beki kujifunga ni swala la kawaida sana, na sijajua kama kuna beki anaweza kujifunga kwa makusudi. Ukiachana na Mwamnyeto, kuna beki aliweza kujifunga hat-trick. Huyu anaitwa Mangala kule Ulaya. Yeye kwenye mechi moja aliweza kujifunga magoli 3 na kuomba kutoka. Sasa imagine Bakari Nondo Mwamnyeto ameweza kujifunga goli 1 tu, kipa anakuwa na fume, anawaka. Kiuhalisia hili jambo sio zuri kabisa, na mimi na imani kubwa sana na viongozi wa Yanga wakiongozwa na Engineer Hersi Said. Nina uhakika wa 100% nyingi sana ya kwamba Engineer Hersi Said ataweza kulifanyia kazi, kwa sababu ni kijana ambaye ni mzuri, ana akili nyingi, yuko sharp na yuko smart kwenye maamuzi yake. Mimi nina imani ataweza kulitatua ili swali. Bwana, kutokea mwanzo mpaka mwisho ulikuwa nayo presenter wako wa siku zote, Richmo TZ. Hii ni Sports Online TV. Kabla sijakuaga, nipende kukuasa kuweza kusubscribe channel yetu, alafu turn on notification ili kila ambapo tutakuwa tunaachia video zetu uwe unakuwa wa kwanza kuzipata. Ciao.